Yaani unajua sasa ichomaanisha yeye it was like kama vile ninaweza nikaenda kule na mambo yakafanyaje? Yakaongeleka, huenda hata nisitoe hizo gharama za hela ambazo. Sasa mimi sasa nikana uoga kwa sababu by that time nataka kwenda kumchukua huyo mtoto. Kusema kwa Mungu nilikuwa sina hela. Nilikuwa sina hela kabisa. Yaani nilikuwa sina hela. Yaani nilikuwa sina, hata wangeniambia nitoe 200,000 kwa ajili ya kumgongoa mtoto nilikuwa sina. Na mimi nilikuwa nashaanza kupiga kichwa kwa sababu nilikuwa lazima nitafute nauli ya kwenda na kurudia na nifike sehemu ada ya kufikia kwenye hoteli au ni lodge. Umeona, nijue nitaka siku ngapi kule nimchukue mtoto nianze kurudi. Kwa hiyo sikuwa na hela. Kwa hiyo sasa ile hali walionianzisha nayo mimi nikana uoga nayo sana. Kwa hiyo nikasema hata nikienda kwa naweza nikaenda nikajizalilisha tu au tukagombana mambo yakawa makubwa. Kwa hiyo mimi sikwendaga. Mimi sikwenda kumlea mwanangu. Nikashirikisha baadhi ya ndugu zangu nikawaambia kilichojiri na nilichoambiwa. Ndugu zangu wakaniambia tusiogombanishe ndugu. Ila wenyewe kwanza walikuwa surprised na walishangaa sana kwa sababu amount hiyo ilikuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo walishangaa sana na wakaniambia we achana nayo. Ngoja tu mtoto asogee mwache, ukipata muda tutaweka mambo sawa. Basi tukaachana nayo biashara. Sasa ndo yule mtoto sasa yule binti alianza naye sana mdogo wake wakapatana. Kwa hiyo walipopatana, kwa hiyo yeye akapata kazi, akaendelea kwenda kufanya kazi zake. Kwa hiyo mdogo wake akaendelea kukaa na yule mtoto nyumbani. Kwa hiyo sasa, ila mimi hapo mkumbuke, mimi nilitaka kwenda kumchukua mtoto kwa sababu yeye mwenyewe ndiye aliniambia kwamba hakuna mtu wa kukaa na mtoto. Ni either amtafute mdada wa kazi akae na mtoto, ni yeye namlipa mshahara kwa mwezi si 50,000, si 70,000, au aende akamlipia shule kwa mwezi 40,000. Umeona? Vyote ambavyo mimi nilivireject, nilivikataa hivyo.